Na mvua kubwa inayokunya maeneo tofauti mwa nchi huenda ikawaathiri wakazi wanaoishi nyanda za chini na juu za bonde la Kerio. Kaunti ya Pokot Magharibi na ile ya Elgeyo Marakwet miongoni mwa kaunti ambazo mafuriko husababisha maporomoko na mafuriko ama miatuko ya ardhi. Elvis Koskei na maelezo zaidi. Uharibifu wa mazingira katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imeonekana kuwachongea wakazi wanaishi katika bonde la Kerio. Ukataji miti na uchomaji makaa imeacha ardhi tambarare, hivyo kuzidisha mmonyoko wa udongo pindi mvua inapokunya kupita kiasi. We've already earmarked the vulnerable areas, and these vulnerable areas we have sat down and agreed that we will be having about 12 rescue centers, just in case I will have some of our residents being displaced from their current settlements. Tayari kaunti ya Elgeyo Marakwet imeorodhesha maeneo hatari katika kipindi hiki. That will result to maybe mudslides and landslides. We might have about 1,800 households cutting across from Kerio South, that is from Kocholo all the way to Marakwet East side. So as a county we are ready to tackle this. We are taking advantage of the floods. We are taking advantage of the El Nino. One, to promote tree planting. And number two, because we have distributed up to about 1,500,000 seedlings during this particular time to ensure that wananchi have adequate seedlings to plant. Mashauri ya ustawishaji miradi katika bonde la Kerio inasema kwamba kasi ya upanzi wa miche lazima iangaziwe ili kuviokoa vizazi vijavyo. We have a number of dams and water ponds that we have desilted so that we are able to take maximum volumes, harvest maximum volumes that can be utilized for irrigation and for domestic even after the rains are over. Environmental issues is not a preserve of few. It's not a preserve for government alone. It's not a preserve for me, myself alone. Neither for schools alone, but for all of us. As long as also environmental conservation through planting of coffee, avocados and also mangoes in Kerio Valley. Itakumbuka kuwa kumekuwa na maafa mengi tangu mwaka 1997 kulipokuwa na El Nino, hivyo kuwafanya wana mazingira kuratibu maeneo haya kuwa hatari kwa binadamu kuishi.